akaanguka, akamvuta na kumbananisha pale pembeni. Alikuwa kazama sana kwenye kumbukumbu zake. Wakamuuliza, wewe hujatusikia tuliokuuliza au? Maongezi yenu yalihusu nini hasa? Kuhusu wewe Trisha. Aliniambia nisiongee kuhusu wewe na nilitaka kutoa siri zako, akanionya nisizitoe kwa mtu yeyote yule. Awele akamwambia, kama maongezi yenu yalikuwa simple kama hivyo, mbona hukuambia afisa wa polisi? Julia alipoona maswali yamekuwa mengi akajichenga akisema maongezi yake yalikuwa ni hayo peke yake, ila Awele hajakubali kuamini kirahisi hivyo. Lakini kwa upande mwingine Trisha akamwambia siku ambayo Lucy alipelekwa kituo cha polisi, anti yangu alimuuliza maswali na alisema alikuwa na yule Nelly eneo la tukio. Aliwaambia hivyo ili waamini kweli hakuua. Walimuita Nelly kwa maswali, lakini huwezi amini, Nelly alimkana kabisa Lucy. Wale walikuwa marafiki, ni lazima walikuwa pamoja, na angesema walikuwa pamoja basi Lucy angebaki free, kwani ingejulikana hana hatia. Swali linakuja, kwa nini Nelly aligoma kuwa hakuona Lucy eneo la tukio? Pengine yeye kuna kitu anakijua zaidi kuhusu kifo cha Keira, na ndiyo maana akadanganya hakuwa na Lucy eneo la tukio. Hawakuchelewa, moja kwa moja wakamnyokea Nelly, wakambananisha kwa maswali huku wamevaa sura za kazi. Hakuna kucheka mzee, ila Nelly ambaye siku zote huwaga ni mpole, leo alikuwa mkali sana na kusema hajui lolote lile kuhusu kifo cha Keira, na siku hiyo hakuwa eneo la tukio kabisa, hivyo wamwache wasiendelee kumsumbua. Trisha mwenyewe akashangaa, mbona amekuwa mkali sana baada ya kuulizwa hivi? Sasa ukisikia haijaisha mpaka iishe, ndo hii sasa. Awele hajakubali kabisa, akawa anamfuatilia taratibu. Huyo lazima kuna kitu anajua tu. Kafuatilia vya kutosha, alichokiona mwenyewe hajaamini macho yake. Lucy akawa anataka kuondoka, ndo hapo Nelly akasimama na kumpiga kiss. Lucy akamwambia, "Embo acha ujinga bana." Na yeye akasema anampenda sana Lucy, toka kitambo tu anammezea mate. Lucy akamwambia, "Hivi una akili wewe? Unakuwaje kama sio Mwafrika? Huku hatuna hayo mambo ya kishetani kabisa. Nitaigiza kama hili alikutokea, ila hii tabia naomba uachane nayo kabisa." Lucy akaondoka. Ndo hapo anamalizia story na kusema aliogopa kuwaambia polisi, kwani wangeuliza walikuwa wanafanya nini pamoja. Ungewaambia tu ulikuwa na mambo mengine tofauti na ungemtetea rafiki yako. Unajua ni mateso kiasi gani anayopitia huko alipo sasa hivi kwa sababu ya wewe kutokusema ukweli na kuficha aibu yako. Wewe ni mbinafsi na msaliti sana, huna huruma hata kwa rafiki yako jamani. Wakawa wanatembea bado wakiwa wanajiuliza wataupataje ukweli. Akaja Prince anataka kurudisha ukaribu na Trisha, ila sasa Trisha anajua ukweli wote. Akamchana Prince makavu pale na kumwambia yeye na Miss Kamso walimuua Keira kuficha uchafu wao, lakini Prince anapinga, hakumuua yeyote yule. Pale pale akaja Miss Kamso akawauliza nini kinaendelea, muulize bwanako. Afu akaondoka mzee. Madamu wakawa na hofu kweli, mbona mambo yanaenda mrama na watu wote watakwenda kujua sasa. Vipi kama wakiunganisha na kifo cha Keira, watushtaki sisi ndio wauaji, lakini hatukumuua Keira. Stori ya kweli hii hapa. Ile siku ya tukio waliongea maongezi ya kawaida sana, huku Keira akiwa na kiburi, kwani alikuwa anajua siri zao wote. Baadaye wakaondoka tu bila kumdhuru kabisa Keira. Lakini Awele hawezi kuelewa, bado atahisi sisi ndio wauaji. Sitaki kufungwa kwa makosa ambayo siyajui jamani, wala kwa makosa ambayo sijahusika nayo. Kumbe Awele alikuwa pembeni anakula chabo tu pale, na aliyasikia yale yote na kujua hawa hawahusiki na mauaji ya Keira. Akarudi nyumbani analia tu peke yake maskini, kashindwa kumpata muuaji. Kila aliyemfuatilia akagundua kiundani na kuhakikisha mwenyewe hahusiki kwa mauaji. Mama akamtia moyo akamwambia asiwaze sana, amejaribu kwa kadiri ya uwezo wake. Huku alipo Lucy hali ni mbaya kwake na inaonekana kazima, sijui ndo kafariki au kazima kikawaida tu. Siku inayofuatia akawa anawaaga marafiki zake, akamuaga Cynthia na baada ya hapo akaja kumuaga na Trisha pia. Walikuwa wameshakuwa marafiki tayari, lakini yeye hakuja hapa kusoma, yeye kapangwa shule nyingine tofauti kabisa. Lengo lake ilikuwa ni aupate ukweli. Pale pale akaja Miss Kamso na kuomba dakika chache aongee na Awele. Miss Kamso akamwambia hajui lolote kuhusu kifo cha Keira, wala hawakuhusika kabisa kuhusu mauaji ya Keira. Naelewa madam, hukuhusika kwa lolote lile. Lakini akiwa bado anaongea na Miss Kamso, alikuwa kashika attendance ya wanafunzi na ilikuwa inaonyesha ile tarehe ya tukio ambayo Keira alifariki. Na kwenye ile attendance aliona Cynthia naye siku hiyo alikuwepo shuleni, na anakumbuka Cynthia alimwambia hiyo siku hakuja shuleni kabisa. Akamuuliza madam, siku Keira aliyofariki Cynthia alikuwepo shuleni? Madam akajibu ndio, alikuwepo, na ndio maana kwenye attendance inaonyesha hivyo. Awele alikuwa ameshakata tamaa kabisa, akaona ajaribu hii ya mwisho.
akasimama kumnyokea yule mama mfanya usafi. Keira anafariki, Cynthia alikuwepo shuleni? Mama akasema ndiyo, tena siku hiyo nilimkuta pale juu kama kuna kitu alikuwa anatafuta vile. Ndipo nilipomwambia nimewaona kina Bella na Prince wakiwa hapa juu, na ile siku alikuleta hapa aliniambia nisiongee kuwa yeye nimemuona, akidai tayari amekwambia, lakini ukweli ni kwamba alikuwepo shuleni na alikuwepo pia eneo la tukio. Hapo bila kupepesa macho, Cynthia ndiyo muuaji. Lakini kwa nini amuue Keira? Awele akawa anarudi kumtafuta Cynthia sasa amuulize mwenyewe. Kufika anakuta Cynthia tayari ilishafariki, kajiua yani, akiwa kaacha ujumbe mzito sana kwa Awele. Ujumbe unasema hivi: tangu siku ya kwanza unakuja shuleni nilijua wewe na Lucy ni ndugu, na nikahakikisha hautonihisi mimi kwa lolote lile. Keira alimtesa sana dada yangu na siku moja kumtuma sehemu ya hatari iliyopelekea dada yangu kufariki. Kutokana na utajiri wa kina Keira hakuhukumiwa kwa lolote lile. Mama yangu alikuja kufa kwa presha baada ya kusikia eti dada yangu amefariki. Baba yangu pia aliangukia kwenye ulevi na siku moja alizidiwa sana na pombe na kufariki huko huko. Moyo wangu haukuwa na amani kabisa kumuona mtu aliyeleta matatizo katika familia yangu anaishi tena kwa kujitamba. Siku hiyo nilimfuata Keira na kumwonyesha picha ya dada yangu na kumwambia atalipa kwa yote. Ndipo nilipomkaba vyema na kumsukumia chini, akafariki hapo hapo. Na kuhusu Liam, yeye aliniona kweli nikifanya vile, nikahakikisha namuua kabla hajakwambia ukweli. Mimi ndiye mhusika wa mauaji. Kwa barua hii inatosha kumweka dada yako huru. Najutia kwa makosa yangu, hivyo pia ni bora niwafuate wazazi wangu walipo. Nisamehe sana rafiki yangu Awele, na kwa heri. Inauma sana isee. Lakini baada ya haya Lucy atakuwa huru kutoka kituo cha polisi. Lucy kweli alitoka huru, lakini tayari alishateseka sana kwa makosa ambayo hakuhusika. Awele naye alipambana kwa uwezo wake kuhakikisha anaupata ukweli, na alifanikisha hilo kwa 100% na kumweka dada yake huru. Hii movie inaisha kwa kusema Mrs. Johnson alifungwa kwa kuvunja sheria na kwa kutumia pesa na madaraka yake kupindisha sheria. Nelly, Prince, Bella na Jojo wenyewe walifukuzwa shule kwa makosa yao yale. Pia Miss Kamso alifukuzwa kazini kwa kosa la kutoka na mwanafunzi. Siku zote usichoke kupambania kile unachokiamini. Haijalishi kitakuwa na changamoto gani wala kitakuwa na gharama gani kwako. Ukiamini kesho kitakuwa na matokeo bora kwako. Na hapo ndo unakuwa mwisho mwa huu nyama unaitwa What Happened to Keira. Ukitaka kuitizama full, link nimekuwekea chini kwenye description hapo. Niandikie maoni yako. Umeonaje huu nyama? Asante kwa kuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho mwa hili.